kutoka kitabuni Uza kabla hujajenga, hapo ndipo ushindi ulipo. Somo kutoka kitabu cha Mashine ya Kuchapa Pesa, sura namba 1.2, unda suluhisho rahisi. Kurasa 22 mpaka 25 kwenye kitabu chako. Rafiki, kwenye hii sura ya kwanza kitabu cha Mashine ya Kuchapa Pesa, ambayo ni mfumo wa biashara, inaelezea kuhusu kupata wazo bora la biashara. Na wazo unapoiona fursa, maana tunasema anzia sokoni, anza matatizo ambayo watu wanayo. Hiyo ni sehemu ya msingi kabisa. Sasa kwa bahati mbaya sana, watu wanapoona tatizo ambalo watu wanalo, wanakimbilia kwenda kujenga. Wanakimbilia kwenda kutengeneza kitu kikubwa kwanza ili waje wauzie kwenye ile soko. Na kwa bahati mbaya sana, wanaenda wanatumia muda, wanajenga kitu kikubwa, kama ni biashara, kama ni bidhaa, kama ni nini, wanafanya uwekezaji mkubwa sana. Alafu ndo wanakuja sokoni kuanza kuuza. Na hilo ni kosa kubwa sana. Nisikilize, kwa sababu gani? Kwa sababu unaweza ukaona watu wana shida, sio watu wana tatizo, na wewe ukasema hapa kuna fursa. Bwana, hili eneo halina bucha labda, au halina maji, wala kitu gani, hii ni fursa, ngoja nifanyie kazi. Wanakimbilia, wanaanza kujenga mpaka wanakamilisha. Alafu unaanza kuuza, unakuta hata hamna mteja anataka kitu anachouza. Sasa nyingine, kutoka kwa biashara eneo fulani haimaanishi kwamba ni fursa, inaonyesha kwamba hiyo biashara haiwezi kufanya kazi kwenye ile eneo. Sawa? Labda au hakuna bucha, leo ukasema wewe niweke bucha, kumbe leo sema wanakaa watu ambao hawali nyama labda. Ukutafiti vizuri. Sawa? Uliuliza tu maswali, jamani nataka bucha, tukamwambia sawa, bucha hiyo itakuwa vizuri, kumbe sio watumiaji wa nyama kabisa. Sawa? Au wana taratibu mwingine ambao unawazuia. Kwa hiyo ili kuepuka hasara ya kufanya uwekezaji mkubwa baadaye hugundua kwamba ulichokuwa unakidhani sio, uza kabla hujajenga. Sawa? Na ina maana gani sasa? Ina maana kwamba unapoona fursa ya kibiashara au unapoona fursa ya kukuza kitu fulani, usikimbilie kuwekeza kwanza, usikimbilie kujenga kitu kikamili kwanza. Badala yake tafuta suluhisho rahisi ambalo likugharimu wewe, alafu anza kuliuza. Sawa? Ni suluhisho rahisi, linatatua tatizo ambalo mteja anayo, sawa? Alafu ili wateja wapo tayari kulipia. Kwa sababu watu wengine wanafanya utafiti wa soko, wanaweza tu kwamba kitu fulani kikiwepo utakinunua. Sawa, labda mtu anauza hivyo. Tafiti unauza. Changamoto gani unaipata? Ikiwa hao mtu hatoi pesa, atakupa maoni mazuri sana. Atakwambia vitu vizuri sana. Sasa mwambie, haya, hiyo bidhaa hii hapa, hiyo huduma hii hapa, lipia. Sawa? Sasa kama watu watalipia, kama mtu atalipia, nilikuwa naita sana kwa ile huduma ipo, ngoja nilipie kabisa. Unajua hapa kazi ipo, hapa biashara ipo. Lakini kama utaambia mtu pia anza kukupa story, subiri jipange, jua ulikuwa una maelezo ulikuwa unapewa ulikuwa unapangwa tu. Kwa hiyo hii dhana ya kuanza na bidhaa rahisi au kuuza bora inaitwa minimum viable product, MVP. Suluhisho dogo ambalo alikugharimu sana wewe, ambao unaweza kuwauzia watu. Katika zama hizi za teknolojia na vitu vingi ambavyo havitaji gharama kubwa, unaweza hata ukaanza kuwauzia watu picha ya bidhaa au picha ya huduma. Unaambia lipia kwanza. Labda upate mpaka upate oda kadhaa ndio uende ukatafute bidhaa ukaitengeneza bidhaa uje wauzie watu. Usiende ukanunua bidhaa uwe na ushakuwa na store down ushajaza bidhaa unaanza kuwauzia watu. Anza kuwauzia kwanza kabla hujanunua bidhaa. Pata oda kwanza. Na isiyo oda za maneno. Watu wakulipe pesa. Sawa? Sasa kama unasema watu watalipaje pesa wakati hajaona bidhaa, maana yake huwezi kuuza pia. Kwa hiyo kwa haraka basi kuna solution rahisi ni namba 1, unachukua tatizo ulilogundua kwenye hatua iliyopita ambayo tulizungumza kujua tatizo la watu. Njoo na solution lako rahisi unaweza kulitoa kwa haraka. Tengeneza ofa rahisi ya mauzo kwa solution hilo. Watu wanapata nini? Tengeneza ile ofa kwamba ukinunua utapata hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Tafuta wateja majaribio kupima solution lako, tafuta halisi ukauzia. Sawa? Watoe hela, alafu ni kwa mrejesho ambao wanaotoa. Wakati mwingine utaboresha kulingana na mrejesho ambao wanakupatia. Kila mtu anaanza biashara, na hili nimekuwa naliona kwa watu wengi. Watu wengi wanachokiweka kwenye biashara ni tofauti na ambacho watu wanajua. Wanakuja kununua. Mtu anaweza akajaza duka hata labda duka labda ni hardware au ni spare au chochote kile, atalijaza kabisa. Lakini watu kuja kununua sio vyote ambavyo tutaviweka. Kuna vitu watakavinunua, vingine hawatavinunua. Sasa utabeshaka mtaji wote pale.
hana tena pesa ya kwenda kununua vitu ambavyo sasa pia anavitaka. Kwa kama unajua kwamba vitu itabidi niviweke vyote, usitumie hela yote kuweka vitu ambavyo unataka kuviuza. Chukua kidogo kwanza, weka bidhaa, afu angalia wateja wananunua nini, hiyo ndio unakiongeza. Hivyo utapata maendeleo ambayo ni mazuri sana. Kasome kitabu cha Mashine ya Kuchapa Pesa, kurasa 22 mpaka 25, na kama una kitabu hicho asiana namba 0756 69 4090, 0756 69 4090, na uweze kujenga biashara ambayo inajiendesha.